Safi sana mwenzangu Hassan Juma, umemalizia na kusita ambako Manchester United wamesita kwa muda mrefu sana. Inaonekana ni kambe waligotelewa hapo walipo, hawataki kutoka, lakini inaonekana weekend hii mambo huenda yakawa mazuri kwa Manchester United na mashabiki wa timu hiyo, mabingwa mara 20 wa ligi kuu nchini Uingereza. Sio mzaha, manake tangu enzi zao walikuwa wakinyakua mataji tangu ligi kuu nchini Uingereza ianzishwe, na hata hivi sasa bado wanaonyesha kuwa wanao ule uwezo, manake wachezaji mahiri kama kina Zlatan Ibrahimovic wako pale ili kuweza kuwasaidia kunyakua mataji. Tayari wamenyakua taji la kwanza la EFL weekend iliyopita. Je, wataweza kumaliza katika mabano ya 4 bora? Nao pia mashabiki hapa kuhusiana na swali tumekuuliza katika ligi kuu nchini Uingereza, mechi babu kubwa siku ya Jumamosi hapo kesho mida ya saa 2:30 usiku. Liverpool watawaalika Arsenal katika uwanja wao wa nyumbani wa Anfield. Itakwenda vipi? Tupatie ubashiri wako kwenye mtandao wa Twitter @Abula Ahmed, @Hassan Juma, alama reli zilizala viwanjani, nasi tutapitia baadhi ya maoni. Lakini kwanza kabisa tuanze na mashabiki wenyewe wa Arsenal ambao kwa muda mrefu hivi sasa tangu mwaka 2004 hawajaliona taji la ligi kuu nchini Uingereza. Arsene Wenger amekuwa akiambiwa aende, mara akifika mlangoni na ambao arejea utatusaidia pengine kunyakua taji. Haieleweki mambo yameenda vipi, na tunaye shabiki wa Arsenal, tuambie jina lake kwanza na msimu huu pengine. Kwanza anze na mechi ya kesho, anatarajia nini kuhusiana na mechi ya kesho? Mimi ni Edwin Motieri, shabiki wa Arsenal. Kesho tutagonga kwa sababu unajua sikumbuki ni lini wale tupiga kwa uwanja wetu na sisi na uwanja wao. Unaona, sikumbuki ni lini, kitambo sana. Ukifuatilia game yetu si kati yao na sisi ndio wametupiga mara 2 zaidi kwa game 20 zilizopita. So itakuwa mechi ngumu, mechi ya revenge, na tunatarajia kushinda kama mafans wa Arsenal. Unasema ulimepitia ratiba, matokeo, ukaangalia mara mwisho Liverpool walikuchapa nyumbani na ugenini kwa kitambo sana. Ni kweli, lakini nyumbani mabao 4-3 katika mechi ya kwanza ya ufunguzi ya ligi. Je, unaona itakuwaje mara hii? Maana tayari wanajua kuwa wako mbele kilinganishwa Liverpool na Arsenal hivi sasa, na ikizingatiwa kuwa walichapa katika mechi ya juzi, itakuwaje? Unajua Arsenal haijacheza karibu wiki moja sasa. Wachezaji walikuwa wacheze na Southampton lakini ikairishwa kwa sababu ya FA. Kwa sababu ya Carling Cup hiyo final. So kuna hao watu wamepumzika, ama fans wa Arsenal, wachezaji wa Arsenal. Alafu Liverpool walicheza katikati ya wiki. Kuna wachezaji wa Liverpool kuna possibility hawatakuwa wamepumzika vya kutosha kama wachezaji wa Arsenal. Na Arsenal sasa imepata Koscielny amerudi, Ramsey amerudi, alafu ingawa watakuwa na wale wachezaji wa katikati wa ukweli kama Xhaka na Coquelin. Alafu pia kuna Elneny ambaye mwenye sisi ameumia. Kuna uhakika hao wawili, Ramsey ako na experience, so akicheza na Chamberlain kuna ile speed watapea Liverpool. Kwa hiyo kuna uwezekano watasumbua Liverpool. Liverpool watasumbuka. Na wanasema shilingi na pande mbili. Hebu tuangalie, maana yake tutegemea upande mmoja. Tuangalie upande wa Liverpool. Yupo shakiki wa klabu ya Liverpool hapa, Vincent Mutuma. Tueleze ubashiri wake na anatarajia nini katika mechi hiyo ya siku ya hapo kesho Jumamosi. Mutuma, unatarajia nini mechi ya kesho? Kesho tutaweza kupiga Arsenal. Tutakuwa na ile hasira ya kupigwa na Leicester, kwa hivyo itakuwa revenge mission kama alivyosema. Itakuwa revenge, na tuliweza kuwapiga magoli 4-3 season ikianza. So sioni kama itakuwa game ngumu. Alafu Anderson atakuwa amerudi, sababu game iliyopita Anderson hakuweza kucheza. Ambaye aliweza kucheza ni Emre Can. Emre Can hayuko 100%. Anderson ako 100%. Kwa hivyo Arsenal tutawalaza. Kwa hiyo anazungumza na ujasiri kwa Arsenal kurudi kwa nahodha Jordan Henderson huenda kuwasaidia kuchukua ushindi katika mechi hiyo. Tunaye shabiki wa Manchester United hapa dhidi ya AFC Bournemouth katika mechi ya kwanza hapo kesho mida ya saa 9. Ubashiri wako, unaona mechi itaenda upande gani? Tayari kikombe kimoja mkobani. Mashabiki wa Manchester United akiwemo mkuu wa kitengo cha michezo Bwana Hassan Juma wana furaha sana baada ya kunyakua taji la EFL. Japo nasema kikombe cha kahawa, unaonaje kuhusiana na Manchester United baada ya kunyakua taji, wanaweza fika mahali kweli kumaliza ndani ya mabano ya 4 bora? Mimi kama naona Manchester United venye venye ligi inavyoendelea, Manchester United ni unbeaten, haijaipigwa
kwa English Premier League, haijaifungwa na timu yoyote vile. Sasa juu weekend iliyopita tulishinda hiki kikombe, unasema kikombe cha chai. Tuko na morale, si ndio? Lazima tuingie nambari 4. Lazima nambari 4 tuingie, alafu after hapo sasa tuendelee kuungana na Europa kama tutachukua hiko kikombe na hiyo kikombe kingine ambacho tuko. Sasa kulingana na mimi shabiki wa Man U venye ninavyoona, tutashinda hii mechi. Hii mechi tayari najua tayari Man U tayari ishashinda. Sina wasiwasi wowote. Bila shaka siongezi kitu. Hebu tuangalie kuhusiana na Chelsea, manake mechi ya Chelsea itakuwa siku ya Jumatatu dhidi ya West Ham United. Yupo shabiki wa West Ham pia hapa, ameenda wapi? Yupo. Na pia Chelsea, itakuwaje mechi Chelsea, manake tayari hivi sasa tuseme guu moja wameshanyakua kombe. Tulizungumza weekend iliyopita ukasema kwa una ujasiri kuwa tayari kikombe mmeshakichukua. West Ham si rahisi hasa nyumbani kwao. Enyewe hii game haiwezi kuwa rahisi kifire. Pati maoni yangu hii tunawachapa na tumezoea kuwachapa. Kuzi na vile sasa tuko na ligi kwa mkono na hii konta hawezi achilia iende tu hivyo. Lazima afanye bidii mpaka aone hii kitu tumeenda nayo. Ni mtu mwenye maneno machache lakini ana uhakika, manake alivyosema kuwa wananyakua taji. Mwisho kabisa kwa West Ham United, najua Andy Carroll amerejea na anafunga mabao anavyopenda. Je, kwa ufupi tu unaweza tuambia West Ham United msimu huu na mechi ya mechi ya Jumatatu itakuwaje? Labda nizungumzie mchuano wa Jumatatu kwa sababu unakumbuka kwamba anaitwaje Michael Antonio alipatiwa red card wakati na Watford weekend iliyopita. Sasa inamaanisha kwamba hatutakuwa na huduma zake hiyo siku, lakini tuko na tumaini kwa sababu Carroll amerudi, na kurudi kwake Carroll ni heri kwa sababu amekuwa akifunga kila wakati anacheza. Na labda tukumbuke kwamba Andre Ayew ambaye atakuwa akicheza hiyo nafasi ya 11, nafasi yake Michael Antonio labda atachangia vizuri katika ule mchezo. Nakumbuka kwamba katika mechi iliyopita alitufungia bao la kusawazisha. Na venye ulisema tangu msimu uanze, wiki jana nilisema kwamba tulikuwa na shida za majeruhi, lakini pindi msimu unavyosonga tumekuwa na matukio mazuri, na inamaanisha kwamba siku ya Jumatatu kina Mutuma na kina Spurs wanastahili kutuombea tuwapige break kidogo wale Chelsea, kwa sababu wanazidi sana, wanazidi kwenda, na asipopata timu ambayo itawarudisha chini kidogo, inamaanisha kwamba taji linaweza mtu atakuwa ameshinda mwezi wa 4 na si vizuri. Hii sio Bundesliga kushinda mapema wala si La Liga pia. Na mkumalizia mtazamaji, kabla ya kumalizia, tulikuwa tunakwambia hapo awali kuwa tunacho kikosi ambacho kilielekea kwenda Hull City kucheza ile mechi ya kirafiki, na bwana meneja hapa Neville Pudo tuko naye kumalizia tu. Maoni yako ya mwisho, umesema kuwa wamepata mafunzo hivi sasa, pengine kuna mambo gani ambayo yako jikoni ambayo mnapanga hivi sasa kikosi cha All Stars na pia kukuza talanta Kenya? SportsPesa wana mpango kabambe ya kuweza kwa sababu lengo ni World Cup ya 2022. Kwa hivyo kuna mipango kabambe, kuna return leg ya Hull City watakuja hapa. Alafu na pia tena kuna Southampton pia watakuja hapa. Kwa hivyo kuna mipango kabambe ambao SportsPesa wameweka mbele. Na natarajia baada ya miaka 2 ama 3 tutakuwa na timu ya kutosha. Naam, bila shaka ni maoni yake meneja wa timu ya SportsPesa All Stars bwana Neville Pudo. Na pia shukran sana kwa kikosi ambacho kimekuja. Harun Nyaka alikueleza kuhusiana na matarajio yake na jinsi mechi ilivyokuwa, na pia japo hakupata nafasi ya kuzungumza, tulikuwa naye pia Robinson Kamura ambaye ni mchezaji mlinzi ambaye alikuwa anachezea klabu ya Mathare United, hivi sasa anachezea klabu ya AFC Leopards baada ya kusajiliwa na klabu hiyo. Na karibu tena pia kwenye studio, japo kuzungumza, lakini pia ametueleza kuhusiana na mechi ilivyokuwa. Shukran sana mtazamaji, kufikia hapo tunabudi la kunja jamvi la Zilizala viwanjani na pia jamvi la mashabiki maskani. Tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu. Kwa wale wote waliofanikisha makala ya leo, kuanza kwa mkuu wa KTN michezo bwana Hassan Juma, wasimamizi wote na wapiga picha, washughulikia sauti, na pia mashabiki waliokuja ndani ya studio, nasema asante sana. Tufanye tena mambo kama haya wiki ijayo sana wakati kama huu. Asante sana.